اللهم كن رائدي في كلامي واجعل إخلاصا في مقالي. اللهم افتح قلوب السامعين وعقولهم لسماع كلمة رباه رباه، لا تجعلها صيحة في واد ولا نفخة في رماد. أوصيكم كما ينبغي أن أوصي نفسي بتقوى الله تعالى وطاعته أيها الأعزاء. أباركم شكر الله سبحانه وتعالى لكم تكي رحمة ونمتم محمد صلى الله عليه وسلم. إخوة الكرام, hotuba yangu ya leo nitazungumzia madhara ya ubepari katika dini, hasa dini ya Kiislamu. Tunazungumza hivi kwa sababu kawaida ya khutba ni kuzungumza yale yanayojiri, matukio yanayojiri katika mujtama, ima kukemea, kurekebisha, kutoa taarifa, kutoa hukumu na mengineyo. Katika ardhi ya Tanzania kuna sekeseke ambayo yametokana na yaliyojiri wakati wa uchaguzi mpaka sasa. Hapa ndani kuna mambo mengi yametokea, lakini kuna kitu kimoja ambacho kimetokea kwa upande wa dini na waathirika wakubwa ni Waislamu. Tunajua kwamba nidhamu ya kidemokrasia yoyote ile duniani ishatenga dini na maisha. Usichanganye dini na siasa. Haya ni maneno yanaeleweka ulimwenguni kote. Lakini si katika Uislamu haviepukiki, lakini iwe ni siasa ya Kiislamu haiwezi kuepushwa na Uislamu. Ni nyama na mfupa, havitenganishiki. Lakini Uislamu na demokrasia ni baina ya mashariki na magharibi, haviwezi kuwa sawa. Pamoja na mengi yaliyotokea, lakini sasa hivi kuna kitu kibaya ambacho kimezuka katika jamii, kinaitwa Wakristo. Hili ni kundi la vijana Gen Z ambao wameibuka na idea kwamba wao dini haziwezi kuwavuruga, watabakia na jambo lao, lakini isitumike dini kuwavurugia jambo lao au mipango mikakati yao. Kwa hiyo akabuni kitu tunaita Wakristo. Katika ubuniji, katika namna ya kubuni hichi kitu, wakachanganya majimambo, wakachanganya masala ya kiakida baina ya Uislamu na Ukristo, wakachanganya misemo, iwe salamu, shalom alaikum, au tumsifu Yesu Kristo, au mengine kama hayo. Wengine wakaonekana wakivaa mavazi ya Kiislamu ambao wao ni makafiri. Na sio hivyo tu, mpaka sasa inaonekana athari ishafika katika nyumba za ibada, hasa makanisani kututisha ibada. Lakini usijue kachangawa ndawazimu wakafanya hivyo. Yaani mtu anakwenda kavaa kanzu, akavaa hijab na kadha, na akizungumza utaona anachukua toni za mazungumzo ya Kiislamu akichanganya na ya kwake, na zimetolewa mpaka mimbo mbalimbali tunaiona mitandaoni. Na hii movement inaitwa Wakristo, maana Wakristo vs Waislamu changanyikeni, ambayo athari yake ni ile ambayo tumewahi kuizungumza hapo kabla ya kadhia ya dini mseto. Inaweza kaonekana just for funny, ni kufurahishana, lakini sisi hakuna for funny katika Uislamu. Uislamu ni Uislamu na ni mweupe, hautaki kuchanganya na chochote kichafu. Ni dini iliyokamilika, ina mfumo wa kila kinachohitajika katika maisha ya watu, haikubali aina yoyote ile ya uchafu. Allah ameshaikamilisha na ameitimiza. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina, full stop. Leo nimekukamilishieni dini yenu na nikakutimizieni neema yangu juu yenu na nikakuridhieni Uislamu kuwa ndio dini yenu. Basi
Hakuna mchanganyiko, hakuna kuchanganya haki na batili, hakuna. Wala talbisu alhaqa bilbatil, msichanganye haki na batili. Athari ya haya yote ni mfumo wa kibepari. Watu wakishakosa suluhisho la kutatua matatizo yao, huanza kubuni baadhi ya masuluhisho ambayo badala ya kutatua wanaharibu zaidi. Hapo kabla harakati ya Hizb ut-Tahrir tuliwahi kufanya kampeni ya athari ya dini mseto. Sasa hivi imekuja kivingine kutokana na hili sekeseke ambalo linaendelea. Mabepari wanalao jambo. Na kwa watu wenye akili kubwa wanajua nini hasa kinacholeta yote haya mpaka tukafikia hapa, na yanabuniwa mengine na mengine na mengine, na huko mbeleni hatujui, Allah ndo anajua yaliyobuniwa na mabepari. Kubwa zaidi katika yote ni suala la rasilimali tu, suala la maslahi tu basi. Mabepari washatengenezea mazingira kwamba wao nchi zinazoendelea au nchi changa, ile mali ni ya kwao na wanaichukua kwa masharti na mikataba waitakao wao. Sasa ikitokezea hao waliokuwa katika ardhi hizo ambao wanaonekana ni vibaraka wao kusema hapana, mnatufinya sana, at least regezeni, shida inaanzia hapo. Ima wataanzisha kila aina ya varangati ili watu waweze kwenda kule wanakotaka wao. Juzi hapa kama sio jana kumesainiwa mkataba wa amani katika ardhi ya Kongo, lakini mkataba wa amani umesainiwa Marekani. Anaisaini ni rais wa Kongo na rais wa Rwanda, lakini vita iko Kongo. Alafu Burundi na Kenya wanatakiwa wawe ni mashahidi wakishuhudia mkataba wa amani ndani ya ardhi ya Kongo, lakini anayesaini ni rais wa Rwanda na Kongo. Maana yake ni maana yake yale tunayotaka yamekamilika, basi acha watu waishi. Ama kule ambako hawatakia kwetu lazima kinuke. Tunaona kinachoendelea Sudan. Waislamu wanauana, wamepiganishwa, hao wachukue eneo la Darfur, huku kuna Jubaland, kule kuna kaskazini, huku kuna kusini, ikatwe vipande ili mradi michoro na mikakati ya magharibi ifanikiwe. Tunaona kinachotaka kuelekea Venezuela, pisha tuchukue mafuta hayo na mengineyo na sehemu zingine. Hawa ndio ambao wamemiliki mfumo wa kibepari ambao leo sisi tunaishi nao na demokrasia yake. Lakini umma wa kibinadamu wengi katika watu hawajui tatizo liko wapi. Tatizo ni mfumo wa kibepari, na mabepari hawana wanachokiamini zaidi ya maslahi. Tena wanazungumza wazi, hawafuniki. Hatuna rafiki wa kudumu wala hatuna adui wa kudumu. Rafiki yetu wa kudumu ni maslahi basi. Ukiachekecha maslahi yao, hawana urafiki na wewe. Hawajali nini kitatokea katika ardhi hizo, hawajali wingi wa doho za watu zitakazomwagika, hawajali. Midhali maslahi yao hawayapati kama walivyozoea kuyapata, watafanya chochote iwacho. Sasa katika ardhi zetu ndio hawa tunaochekecha humu ndani tusiojua michezo ya mabepari. Watu watavurugwa kwa misingi ya kidini, hisia za kidini zitapandishwa, huku wataibuka na kule wataibuka, lakini ni kwa maslahi ya magharibi. Watachekechwa katika maeneo yao. Utaanza ubara na Uzanzibari, utaanza upwani na ubara, utakuja ukabila na kadha, utakuja umadhehebu na dhahebu. Na ndivyo wanaofanya maeneo mengi duniani. Wakitaka kuwavuruga watu, wanatafuta point of weakness kwamba hapa tukipitia hapa hawa lazima wavurugane, na mwisho wa siku maslahi tutakamata sisi, kila kitu ta control sisi. Sasa katika ardhi hii ya Tanzania kumeibuka hicho kitu ambacho ni kibaya sana. Vijana wa Kiislamu wakishabeba hizi idea za kipuuzi na wakazieneza kwenye mitandao ya kijamii, maana yake kwanza inaonyesha kwa kiwango gani watu hawafahamu Uislamu wao, wala hawafahamu mpaka katika Uislamu wao, kwamba kuna sehemu, kuna mpaka umeshachorwa na Qur'an al-Karim kwamba hapa hakuna maingiliano tena. Lakum dinukum waliyadini, nyinyi mna dini yenu na sisi tuna dini yetu. Wakati bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yuko katika ardhi ya Madina, Maka sio Madina, Makuraishi wenyewe ndio waliomfuata, akamwambia sikiliza,
umekuja na ujumbe wako, tumevutana sana kuhusiana na tabia, hatuna shaka juu ya tabia yako, wewe ni mkweli na ni mwaminifu, lakini hii ajenda mpya ya dini uliokuja nayo hii hatuikubali. Sasa pamoja na yote, mwisho wa siku wakaja na rai yao kwamba tufanye hivi, mwaka mmoja tunaabudu kwako, mwaka mmoja tunaabudu kwetu. Wao ndio wana nguvu, wao ndio wana dola, wao ndio wana kila kitu. Mtume yeye kuna na masahaba zake wachache katika ardhi ya Makka, lakini kwa uzito na nguvu ya ujumbe wake wakaona bora tuweze kumlogo kwa njia hii, basi iwe ni kwake mwaka mmoja na kwetu mwaka mmoja. Ikaja aya wazi, kila mmoja anaijua, qul ya ayyuhal kafiruna la a'budu ma ta'budun. Mwisho kabisa, lakum dinukum waliya din, nyinyi mna dini yenu na sisi tuna dini yetu. Kwa hivyo vijana wa Kiislamu, pamoja na kutafuta comments, kutafuta likes, kutafuta followers katika mitandao ya kijamii, lazima mjue mipaka ya dini yenu. Hatuna ukaribu wa itikadi baina ya sisi na makafiri, haipo, haitotokea. Wao wana dini yao na sisi tuna dini yetu. Hakuna chabali za Wakristo, hakuna kitu kama hicho. Kwa hiyo tutashirikiana katika mengi ambayo Uislamu umeturuhusu kushirikiana nao. Ni majirani zetu, ni jamaa katika familia zetu, na yapo ambao Uislamu umeturuhusu kushirikiana nao. Midhali hatupige vita katika dini, lakini si katika sala la kiitikadi. Kwa hiyo michezo inayochezwa unaweza kaisi ni ya kawaida. Nilikuwa naona kuna picha mabinti wadogo hivi. Mmoja anasema, bana, mimi na rafiki yangu Mkristo, kwa hiyo namna tunavyopendana, leo kaja kanisani kwetu, nimeenda kwenye misa, na mimi Ijumaa nitakwenda naye msikitini kwao. Na haya yanafanywa, unaweza ukaona kama ni just fun. No, wana malengo yao hawa. Wanaweza wakapitia kwa watoto wadogo, wakaja kwa vijana, ikaonekana ni kawaida, na ndio mpango ambao wanao miaka mingi. Habari ya dini mseto tunazungumza ni mpango kutoka mwaka 1913 huko mpaka leo unafanywa kazi. Ifike kipindi Muislamu asijitambue ima ni Muislamu au kafiri, kawepo tu, asiweze kuulingania Uislamu, asiweze kuwa na ghera na Uislamu wake, yani hajulikani ni baina ya Muislamu au kafiri, ima aritadi kabisa au awe katikati, hajulikani Muislamu au kafiri. Akiwaona wale ambao si Waislamu anaona ni kawaida, ni wenzangu tu, sisi tunaabudu Mungu mmoja, kwani kuna shida gani? Sisi hatuna shida na wao, shida ipo. Wao wana dini yao na sisi tunayo kwetu, hiyo ndio shida. Wao wanayemwabudu, sisi tunaye tunamwabudu. Sisi tunamwabudu Allah peke yake. Wao wana staili yao ya kuabudu, wao wana staili zao za ibada. Wanaza kwao, sisi la kwao. Sisi na wao hatufanani katika eneo hilo hata kidogo, na hatutofanana. Ni moja katika mawili, asilimu awe Muislamu, au Muislamu huyu aritadi awe kafiri. Kwa matashi yake na nafsi yake atakwenda motoni kivyake, lakini sio kuchanganya. Hakuna habari ya kuchanganya. Kwa hiyo hili tunapenda kulizungumza kwa sababu athari yake tunaiona, na hapa tunatoa angalizo kwa Waislamu. Kazi tulizokuwa navyo, gharama kubwa ambayo tunatakiwa kuitoa ni kuhakikisha kwamba vizazi vinyajua dini yao. Yani kama ni kuwekeza, tuwekeze kweli kweli katika madrasa zetu, tuwekeze kwa gharama yoyote ile, kwa sababu hatuna muda wa kuwafundisha watoto wetu. Hatuna muda, kila mmoja yuko busy na maisha. Akitoka alfajiri atarudi usiku. Hatuna muda wa kusomesha watoto Qur'an. Hatuna muda wa kujua watoto wetu wanafahamu vipi sunna za bwana Mtume Muhammadin. Hatuna muda wa kujua watoto wanaifahamu vipi fikra ya Kiislamu. Hatuna muda huo. Sasa makufari hawajalala katika hili, wanahakikisha kwamba watoto wetu hawapate muda wa kujua Uislamu. Atakwenda skuli leo, tukiamka alfajiri na kutana na watoto wako barabarani wanasubiri skuli basi waende shule. Atarudi nyumbani saa 12. Na wakati mwingine zaidi ya hapo. Akisharudi saa 12, huyu madarasa anasoma saa ngapi? Hizi shule za kata mwisho ni saa 8 inafahamika, lakini mtoto atagandishwa mule ndani atoke saa 11. Nini tuition? Wakati mwalimu ana muda wa kumsomesha darasani, kule anafunika kombe tu mwanaramu apite aje kumsomesha wakati wa tuition. Akitoka kule kachoka na kadha, akirudi hana muda wa kwenda madarasa, na wewe huna muda wa kumpeleka madarasa wala kumsimamia aende madarasa.